Bwana Yesu asifiwe. Amina, ubarikiwe sana. Amen. Karibu sana nyumbani bwana. Asante sana. Karibu sana. Naona kumekucha sasa. Kulingana na kazi yangu mtumishi, lazima nijiweke sawa kila asubuhi. Unamaanisha habari ya kupasha kidogo. Lazima nijiweke sawa. Hapo sawa. Vipi sijamwona mama? Mama ameenda mara moja hapo kwa mama Vise. Mambo ya kifungua kinywa kidogo. Nadhani sio muda atakuwepo hapa. Sawa. Sasa Bwana Bantu, nimepita katika pitango nikaona nije nikutembelee mara moja ili tuweze kubadilishana mawazo kidogo. Karibu sana. Bwana Bantu, mimi unanijua siku nyingi sana na muda mrefu sana. Na unanijua kwa namna nyingi sana. Ujue sisi tunamtumikia Mungu kwa namna ya kipekee sana. Lakini Bwana Bantu, wewe unanijua vizuri. Hivi unaweza ukatambua ni shughuli gani ambazo mimi nashughulika nazo? Mtumishi, umepiga hatua sana. Ndio. Ukiacha yale mashamba ya mpunga, ubaruku, nyumba za kupangisha, biashara zako. Mtumishi, umepiga hatua. Umepiga hatua. Kwa hilo mimi naona uko vizuri sana. Ndio shughuli ambazo mimi nazijua sana. Labda kama utakuwa umeongeza kidogo wigo. Ujue habari ya kuongeza inakuja siku hadi siku kutokana na wewe jinsi unavyoweza kujishughulisha. Hapo naomba nigusie kitu kimoja. Ujue nilionana na mama. Baada ya kuonana naye akajaribu sana kunilalamikia, akaniambia, baba au mzee wa kanisa, ujue Bantu hataki kujishughulisha. Nikamuuliza, una maana gani? Akaniambia Bantu amekuwa ni mvivu sana katika majukumu yake. Lakini kwa namna moja au nyingine, baadhi ya majukumu yako mimi nayajua. Lakini nikuulize swali. Kwenye majukumu yangu yote hayo, umeshawahi kuona hata siku moja sijaja kanisani au sijaja ibadani? Kwa hilo nisiwe muongo mtumishi. Unakuja kwenye ibada na unafanya majukumu yako, yani kila kitu uko vizuri sana. Sijawahi kuona ukikosa kanisani, sijawahi ona kitu kama hicho. Sawa. Basi kupitia hilo, hii yote kwa sababu tumeumbwa kuwa wanaume. Mwanamume siku zote lazima ajibidishe, aweze kutafuta, aguse kule. Hii yote katika utafutaji wa riziki yetu. Umeona? Kwa hiyo lazima tujishughulishe ili mradi maisha yaendelee. Lakini katika pitapita yangu hapa nimeona tu kwamba nije tuweze kuongea na wewe. Ujue mama aliniita hapa. Baada ya kuniita hapa tukaweza kubadilishana mawazo kidogo. Lakini nia na mazumuni ilikuwa ni kitu kimoja. Na katika mazungumzo yake alilalamika. Na baada ya kulalamika, kikubwa alichogusia kuhusu kipato. Kipato kwako imekuwa ni changamoto sana Mr. Bantu. Na mpaka imefikia kipindi kutokana na hizo changamoto, mama anadai talaka sasa. Anataka umpe talaka ili muweze kuachana. Lakini mimi kama mimi sijaona kwa nini mnaachana. Na hata maandiko ya Biblia yanakataza swala kuachana. Kwa hiyo Bantu, mimi ninavyojua muda mwingi wewe unamlinda nabii. Kwa hiyo unapomlinda nabii tofauti na mimi muda mwingi nipo free kwa ajili ya kufanya kazi zangu. Ndio maana mpaka leo unavyoona nina mradi pale na mradi na mashamba huko Usangu kama ulivyosema. Kwa hiyo Bwana Bantu, hicho kipato ambacho unakipata kutoka kwa nabii, hebu jaribu kufungua matawi. Unafungua matawi. Alafu kitu kingine, hebu jaribu kumfungulia hata miradi mkeo. Hebu mpe nafasi aweze kufungua, angalau awe anajishughulisha, anauza hiki. Mwisho wa siku maisha yatakaa vizuri. Kwa hiyo baada ya kupata kipato chake, ataacha malalamiko. Hataacha kukulaumu kwamba yeye anitimizii mahitaji yangu. Mwisho wa siku yeye atakuwa na pesa yake binafsi. Kwa hiyo hapa njaa nyumbani tutafukuza. Sio, unanielewa? Mimi nikushukuru sana mtumishi kwa ujio wako. Nikushukuru sana pia, Mungu akubariki. Kwanza baadhi ya mambo yamenishtusha sana.
lakini sio mbaya sana. Labda nikwambie kitu kimoja, kwamba mimi sifanyi kazi, ile ni huduma. Nabii mimi sifanyi kazi kwake, ila nafanya huduma. Kwa hiyo sina eti kile kipato ambacho naweza nikapata, hapana. Labda tumeenda kwenye mikutano ya Injili kidogo, anasema hiki kitakusaidia kwa ajili ya mambo fulani fulani. Kwa hiyo mimi ninachokihitaji zaidi ni kukaa jirani na uso wa Bwana. Hata ukiangalia kwenye maandiko, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmeshindwa kukesha na mimi hata masaa machache. Hivyo mimi napenda kukaa kwenye uso wa Bwana muda mwingi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mimi malengo yangu makubwa zaidi ni kwenda mbinguni. Yaani natamani siku moja nikaonane na kina malaika Gabriel, na kina Musa, na kina Yakobo, nikaonane nao. Kwa hiyo hivi vitu vya duniani ni vya kupita, na wanakwambia kila nafsi itaonja umauti. Na kwenye vitabu vya Biblia imeandikwa walikuwa wawili shambani, mmoja atanyakuliwa na mmoja ataachwa. Mimi sitamani kuwa yule mmoja ambaye ataachwa. Naweza nikawa na mimi na mke wangu tunaishi vizuri, lakini siku ya Kiyama mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Kwa hiyo mimi sihangaikii eti vitu vya dunia, sihangaikii eti mavazi, sihangaikii eti nyumba, sihangaikii eti biashara, sihangaikii chochote kile ambacho naona kitanifanya nisiuone uso wa Bwana. Mtumishi, tutakufa na vitu vyote vya duniani, dhahabu, majumba, vyeo, tutaviacha. Na mimi sehemu pekee ambayo naona kabisa naweza nikauona ufalme wa Mungu, niko Nabii Boniface. Naona ni njia au daraja ambalo liko imara, limejengwa kwa misingi ya imani. Bwana Bantu, ni ukweli unahitaji kuona ufalme wa Mungu, lakini umefika mbali sana. Ujue hata maandiko ya Biblia yanasema asiyofanya kazi na asile. Sasa sijajua wewe upo kwenye fungu gani. Hebu jaribu tu kuangalia na kuweka sawa mfumo wa maisha yako. Tunachohitaji wote tuwe na maisha angalau tuweze kufika sehemu fulani. Lakini mtumishi, nikutoe hofu kuhusu swala la ndoa ya aliyemuumba Adamu alimpa Hawa na alimpa chakula. Lakini mtumishi, kumbuka kuna ndege na wanyama, wao hawalimi, hawapandi, lakini wanakula na wanaishi. Mimi na mke wangu tutaishi. Sawa, nimekuelewa. Lakini kama mzee wa kanisa sitachoka, nitaendelea kupambania ndoa yako ili mradi ikae kwenye mstari. Naomba nikukimbie. Barikiwe sana mtumishi. Asante mtumishi. Barikiwe sana. Asante sana. Leo tafuta pesa wewe, ndo kauli mbiu ya leo. Bila pesa. Karibu mama. Kwa hiyo unataka talaka? Haya ya mambo ndo yamefanya umwite mzee wa kanisa hapa, si ndio? Hivi ni kitu gani cha ajabu ambacho sisi tunaweza tukashindwa kukitatua? Mpaka mambo ya ndani unayatoa unaenda kuambia huko nje. Sio mzee Makoti tu, mpaka mama nabii umemwelekeza kila kitu kuhusu changamoto za ndani ya ndoa. Kama sisi wawili tunashindwa kujua suluhu la changamoto zetu, hivi unafikiria ni nani ambaye anaweza kaweza kuzitatua hizi changamoto?
kila mmoja kwenye ndoa yake angekuwa na uwezo, akiona tu kitu kidogo basi anakitoa nje, kusingekuwa na ndoa hata moja. Swala la kipato, swala la kipato. Hivi mimi ninavyokuoa wewe Happy, nilikuwa na pesa? Kama sikuwa na pesa, kipi ambacho kinakuja kuleta utofauti wa ule wakati na kuoa na huu wakati? Hivi mke wangu, kwa nini nyinyi wanawake mnakuwa mnashindwa kuvumilia maisha ya kwenye ndoa, wakati huo mnakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuvumilia maisha ya nyumbani kwenu? Haijalishi mnakula dagaa, haijalishi mnalala njaa, mnakuwa na uwezo wa kuyavumilia yale maisha, lakini mkija kwenye ndoa mnaona kama sisi tunawanyanyasa. Hebu nikufundishe kitu mke wangu. Amelaaniwa mwanadamu yule ambaye anamtegemea mwanadamu na kumfanya binadamu kuwa kinga yake. Ni heri ukamsikiliza Mwenyezi Mungu. Hiki ambacho tunakifanya ni kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia. Ipo siku moja maisha yatabadilika. Ipo siku moja utaona mume wako ni wa maana kuliko yoyote yule. Ipo siku moja yule tajiri ambaye unamuona kwa macho ya kawaida atakuwa ni maskini wa roho. Ila ipo siku utagundua kwamba mume wako ni tajiri wa imani. Mama siku ikifika, nenda kokote, kuanzia kijiji na tarafa, nini masjidi, na ikibidi ukahiji Maka Mr. Pastor. Nenda mpaka Roma kwa papa, utakufa tu hata uwero 7 kama paka. Wejifanye bodybuilder upate mwili wa Sandeo, au ikibidi kuwa modo tokee kila video. Tafuta pesa wewe, ndo kauli mbiu ya leo, bila pesa utaishia tu kuwa bausa wa mkeo. Yote 9